Alitoka kutaka kuangalia pale alitoka. Bwana Yesu asifiwe. Alikumbuka tu niliambiwa pale ninapoelekea kuna baraka. Hapo sijui kama hapo ndo baraka zangu ziko, mimi sijui. Natoka natii sauti. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa ukitoka ukijua hii ni sauti ya Bwana amekwambia toka, kuna vitu vingi sana kupokea kule mbele. Hapo ndo baraka za Abrahamu zilionekana. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo ndo akapata mwana ambaye ni Isaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu alipokuwa toka akachukua ile hatua. Alipochukua hatua. Kumbe wakati mwingine unaposhikilia mahali sana, ukiangalia jamani sasa mingi ambapo tunatoa hapo kweli. Nyumba yangu nitaanzia wapi? Bwana Yesu asifiwe. Lakini kumbe unaamua utoke, kuna mahali maarufu Mungu amekuandalia. Kuna mahali umeandalia mahali pazuri. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe pale unapopashikilia panafunga hata na baraka zako. Bwana Yesu asifiwe. Panafunga baraka zako. Wewe ungelikuwa si wa kawaida, lakini pale umekuwa kawaida kwa sababu umezoeleka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pale unapoelekea, kumbe ndio baraka zako Mungu ameziandaa. Hapo Abraham pale alikuwa amekaa, aliposhikilia pale mahali alikaa miaka bila kupata mtoto. Lakini alipotoka ndio baraka zake alianza. Ya kwanza akapata mtoto. Uzao wake ukapata kuongezeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo tunapoambiwa toka, huo kuna sababu. Jina la Bwana litukuzwe. Sasa leo tutajifunza kuhusu Musa ambaye alipotoka pale Misri, nini kile kuonekana pale mbele. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tulikuwa tunahubiri kuhusu kutoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi ni mmoja wao ambaye pia nimetoka. Kuna mahali nimetoka. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Mimi nikiambiwa nikati nimeolewa hapa mahali pale juu Mwangoni. Ikawa nina shughuli pale kwa miaka. Mapito Bwana yapitia pale ni mazito. Nikasema pana acha nijenge nyumba. Bwana akamwambia, "Biangu utajenga nyumba lakini tutaiacha." Kwa nini? Mimi sikupanga kujengea. Bwana Yesu asifiwe. Tulitoka tukaja hapa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ukitoka mahali ukienda mahali huo kuna baraka zako. Bwana Yesu asifiwe. Nimejenga kanisa, nimetoka, nimeomba Bwana toka. Kwa sababu kuna mahali Mungu anaendelea pazuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kama tunapoomba toka na unakata kutoka, inabidi sasa utolewe hata kwa vimoko. Kwa sababu anaona huyu namwambia atoke hapa, kuna baraka zake pale Bwana, lakini hasikii. Inagharimu Mungu hata ukaumia kwa sababu ya kukataa kutoka. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu mapenzi yake utoke atakutoa hata kwa vimoko, lakini ufikie kwenye hatima yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusome kwenye kitabu cha Kutoka 2 kuanzia mstari wa 5. Bwana Yesu asifiwe. Kutoka 2 mstari wa 5. Na Biblia. Bwana Yesu asifiwe. 2:15. Agnes utanisomea? Kutoka. Musa. Lakini Musa akakimbia mbele za Farao. Akakaa katika nchi ya Midiani, akaketi karibu na kisima. Basi kuhani wa Midiani alikuwa na binti 7, na wakaja wakateka maji, wakazijaza birika maji wapate kunywesha kundi la baba yao. Wachungaji wakaja wakawafukuza, lakini Musa akasimama akawasaidia, akanywesha kundi lao. Walipofika kwa Reueli baba yao, akasema, "Imekuwaje hata mkarejea mapema leo?" Wakasema, "Misri mmoja alituokoa katika mikono ya wachungaji. Tena zaidi ya hayo, akatutekea maji, akalinywesha kundi." Akamwambia binti zake, "Yuko wapi basi? Mbona mmemwacha mtu huyo? Mwiteni ale chakula." Musa akawa radhi kukaa kwake mtu yule, naye akampa Musa binti yake Sipora, huyo aliyemzalia mwana, akamwita jina lake Geshomu, maana alisema, "Nimekuwa mgeni katika nchi ya ugeni." Bwana Yesu asifiwe. Hapo ndio historia ya Musa ilianza alipotoka. Bwana Yesu asifiwe. Alipotoka, unajua pale kile kisa katoka, wao alikuwa kifiana ni Misri, lakini hakuwa Misri, alikuwa ni Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Alipotoka pale, kile kisanga alichofanya pale Misri ilikuwa ni kwa sababu ya uchungu aliokuwa nao wa Israeli. Yaani mateso alikuwa akiyapitia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Farao alipopata ripoti ya kuhusu huyu Musa jinsi alivyofanya kile kitendo cha kuua na kuzika. Bwana Yesu asifiwe. Akawa na mpango wa kutaka kumaliza. Vile alikuwa na mpango wa kumaliza akiwa mchanga, akataka sio kumaliza akiwa mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu alikuwa na malengo na huyu Musa. Akatoka kukimbia. Kumbe pale kuna maandalizi mazuri ameenda kuandaliwa mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Pale ndo alianza kupata baraka zake. Na ukiendelea kusoma hapo mbele, hapo
ndo mahali katika ile hali ya kuchunga mifugo ndio alikutana na Mungu, akaenda kunena na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo unapotoka kuna vitu unaona huyu Mungu asingenena na yeye kama angelikuwa amekaa mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Hata pekee akipata ile mke kuoa kama angeendelea kukaa mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini zile siku zile nyingi mfalme wa Misri akafa, wana wa Israeli wakaugua kwa sababu ya ule utumwa. Wakalia, kilio chao kikafika juu kwa Mungu kwa sababu ya ule utumwa. Mungu akasikia kuugua kwao. Mungu akakumbuka agano alilofanya na Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Mungu akaona wana wa Israeli na Mungu akawaangalia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Baada yeye ametoka, unajua ndio alikuwa mtetezi wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa ni mtetezi wa Israeli. Lakini kule kutoka, alipotoka Waisraeli walikuwa na taabu ya kumtafuta Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu naye akaanza kunena na Musa mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Tukienda sura ya 3 hapo inasema, basi huyo Musa alikuwa akilichunga kundi la Yethro mkwewe, kuhani wa Midiani, akaliongoza kundi nyuma ya jangwa. Akafika mpaka mlima wa Mungu hata Herubu. Malaika wa Bwana akamtokea katika mwali wa moto uliotoka katikati ya kijiti. Akatazama na kumbe kile kijiti kiliwaka moto, nacho kijiti hakikuteketea. Musa akasema, nitageuka sasa niyaone maono haya makubwa, na sababu kijiti hiki hakiteketei. Bwana alipoona ya kuwa amegeuka ili atazame, Mungu akamwita kutoka katikati ya kile kijiti akasema, Musa, Musa. Akasema, mimi hapa. Naye akasema, usikaribie hapa, vua viatu vyako miguuni mwako, maana mahali hapo unaposimama ni nchi takatifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaona, Musa alipokuwa pale Misri hakuwa na wakati wa kusimama na Mungu kiasi hicho. Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli aliona wa Israeli wanateseka, lakini nafasi ya kuomba angeomba wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini alipotoka kuelekea mbali, akaanza kunena na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kumbe yeye ndo alikuwa mkombozi wa Israeli, lakini hakuwa anajua. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe yeye ndo alikuwa mkombozi wa Israeli. Lakini pale kwa sababu pale alikuwa amekaa katika comfort zone yake. Unajua pale kulikuwa kuzuri. Anakula na kunywa mpaka ndio katika nyumba ya mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini hakuona hayo. Uchungu kawa ni kuhusu Israeli kwa maana anateseka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ile damu ilikuwa ndani yake ya Israeli. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Na alipotoka, kumbe hapo na Mungu alikuwa anataka kumtumia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani kumbe wakati mwingine wito unasababisha unaweza kufanya kitu cha kitofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye kwenda alimuua huyo Misri. Na alimuua kwa sababu nini? Aliona kwa nini anatesa Israeli. Hakujua kama yeye mwenyewe alikuwa ni Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu leo katika nyumba ya kifalme alichukua akiwa mdogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe alipotoka kuelekea mahali pale ndio Mungu akaanza kunena na yeye. Akamwambia rudi. Bwana Yesu asifiwe. Hiki kitabu nakipenda sana, kina mambo matamu sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hapo alipotoka kwenda kupokewa na wale aliposhirikia wale wasichana wale mfalme, akakaribishwa kwa ule mji na akapoa mpaka na mke. Bwana Yesu asifiwe. Akaanza kuchunga kondoo za mkwe wake, na hapo ndo alikutana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kichaka. Akaona hii kitu gani cha ajabu hivi. Akaambia usivue viatu vyako. Hapa ni mahali patakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo ndo Musa akaanza kuenda na Mungu na akaanza kutoa maagizo ya kutoa Israeli katika nchi ya utumwa ya Misri. Bwana Yesu asifiwe. Unaona, kutoka kunasaidia. Unapotoka kwenda mahali, huwa ni wakati ambapo unatoka ukakutane na Mungu ambaye Mungu anayejua mahitaji yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati mwingine tunaposikia kutoka, tunakuwa na maswali mengi. Mimi nitatoka vipi? Kwa nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini huwa kuna sababu kwa nini Mungu anakuambia toka, utoke hapa, enda mahali fulani. Huwa kuna sababu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sababu nyingine, wakati unatolewa mahali, unatoka na machungu, ni kweli unakuwa na uchungu, unawaza, yani mimi nitolewe, nafu ya sakoshi. Bwana Yesu asifiwe. Yani hata kuangalia nilifanya hiki, nilifanya hiki. Lakini kama Mungu ni malengo yake, utatoka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ni heri unaposikia sauti ya kutoka, toka kwa utaratibu tu. Kwa sababu pale ndio kuna baraka zako. Lakini hili jambo la kutoka huwa si rahisi, wapendwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Si rahisi. Unakuwa na maswali. Unakuwa ukijiuliza maswali. Ninaanza kuanzia wapi? Kwa nini?
kwa nini imekuwa hivi? Lakini ukijua ni malengo ya Mungu utakuwa na maswali. Nasema Bwana umeniambia, niko tayari. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na unakuwa tayari kutumika kwenda pale ili ukakutana na baraka zako, ukakutana na muujiza yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati mwingine tumekuwa na watu wa shingo ngumu, hatusikii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunakuwa watu wa shingo ngumu, tukiambiwa kitu tunakuwa na maswali. Huyu mtu yeye anakuwa na hivi na mimi. Yaani amena wali nimefikia ndio maana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini ikiwa utajua hii ni sauti ya Mungu anakuambia, utachukua hatua na utatoka ili ukutane na baraka zako kule mbele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuchukue mfano wa Abrahamu, yeye hakuwa na maswali na Mungu. Alipokuwa toka alikuwa anamjua Mungu, alimtambua na akamwelewa yeye rafiki. Haizi mdanganya, yeye anamwazia mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo alipokuwa toka, alitoka jinsi alivyo. Na akatengana na huyu Lutu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akamgawia Lutu sehemu yake kwa sababu alikuwa toka, alitoka peke yake. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa sababu wale watu unaozunguka nao wengine wanakufungia baraka zako. Lakini unapoamua toka, achana na huyu. Unaona pengine mtu anakutenganisha nao, lakini huwa ukisikiza Mungu anataka nini, unatoka unasema nimeitwa peke yangu, acha niende ili nikutane na baraka zangu kule mbele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hakujalishwa na mahali amepata pengine pazuri akawatia mtu wa ndugu yake mahali pazuri, hapana. Alisikia sauti anaambiwa toka, nenda mpaka pale atakapokuelekeza mimi. Bwana Yesu asifiwe. Na bado unapoelekezwa unazama kweli kuna jangwa, kuna pori, lakini kumbe hapo wewe ndio unafungua hayo maeneo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna siku nilikuwa najiuliza, nikienda hapa Landi nakuta ile ghorofa imejengwa pale Landi. Na sasa huyu mtu kwa katika pori kubwa kama hii, amewaza nini kuja kujenga ghorofa hapa Landi, anaweka hardware. Na anataka vitu hapa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yeye alijua. Sasa hii angalia nyumba ngapi zimejengwa pale. Yeye ndio amekuwa supplier mkubwa pale. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakati unakuwa toka, usiangalie ile jangwa, muone Mungu aliyekwambia toka. Bwana Yesu asifiwe. Pale pale ndio jina lako linaenda kujulikana. Jina lako linaenda kuinuliwa. Baraka zako zinaenda kupanuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tusiwe watu wa kuvutana posikia tutoke, toka. Toka tu bila maswali. Toka ukutana baraka zako. Bwana Yesu asifiwe. Pastor anakuwa na uchungu anapofikiria vile alivyotolewa hapa. Lakini Mungu alikuwa anajua pale angeendelea kufinyiliwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hapo toka kuna baraka kubwa sana ambazo zimeandaliwa kule mbele. Yes. Asali na maziwa haiji yenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Asali yenyewe na maziwa ni gharama. Lazima uchukue hatua ukafikiria hapo mahali. Bwana Yesu asifiwe. Unaona hata Wanaisraeli kuchukua hiyo safari kwenda pale kwa maziwa na asali haikuwa rahisi. Bwana Yesu asifiwe. Waliojikana ndio walifikiria pale kule. Waliosikia sauti ya kutoka ndio waliweza kufikiria mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Walitoka. Hata pale wamefikia pale mambo tu, endeni kapeleleze tu muone kuko vipi. Wengine wakaenda wakaja na ripoti mbaya. Lakini wale walijua wametoa nini, walisema ikimpendeza Mungu hata wale wa majitu mnaona hapa watakuwa chakula chetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu walijua wito wao. Walijua wameitwa nini. Huyu Mungu alijua kwa nini mbele tutoke na twende mahali pale. Alisema hapa ameandaa sana na maziwa. Kwa sababu yeye ndo alisema. Hatujaishi na wale tumeona pale. Sisi tunajua Mungu ndo amesema. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wale ambao walikuwa na shaka na huyu Mungu alipomboa toki, walikuwa saa zote ni makwazo na maneno. Paka wanakuka ambao wametoka. Yeye ndo alikuwa kimlilia Mungu kwamba alikuwa anateseka. Hasa baada kumlilia Musa akasema mbona umetutoa pale? Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hawajajua waliitwa nini. Lakini waliojua waliitwa nini, walikuwa wachache sana ambao waliona Kanaani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo na sisi pia tunaelekea Kanaani. Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli umetoka mahali umetoka. Usiwe na maswali. Nimejenga kanisa. Ni kubwa nimeliacha, nimenunua kila kitu. Hapana. Kuna kanisa kubwa la ghorofa Mungu anakuliachia mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Ambazo hizo baraka si mwingine angezifanya isipokuwa ni sisi tungezifanya. Bwana Yesu asifiwe. Hao watu walioko mahali hapa ambao wanatabika wanataka kuiyo kule hiyo sana, nani angeileta kama sio sisi? Bwana Yesu asifiwe. Ni kuchukua hatua na kusonga mbele. Bwana Yesu asifiwe. Musa alisonga mbele na hakurudi nyuma. Alitembea. Abrahamu naye alitembea. Hakurudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukiangalia walioangalia nyuma waliangamia. Lakini waliokuwa wamefocus na ile Mungu alilosema walifikia hatima zao. Bwana Yesu asifiwe. Watu na sisi asibe leo tumekubali kutoka, acha tutoke kwa moyo wetu wote. Tukijua kwamba tutoki peke yetu, tuko na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Musa akagundua siri akasema tutembee na wewe Mungu. Kwa sababu bila wewe hatutaweza. Bwana Yesu asifiwe. Uwepo wako ukatembee na wewe nasi. Ndio maana akatangulia mbele na nyuma. Yaani walikuwa wanaangaziwa nuru. Imagine usiku ulikuwa kuna mwangaza zaidi kuliko vile mchana. Bwana Yesu asifiwe. Hawakuchoka. Hata viatu vyao. Hakuna mali tumesikia sura ati
viatu vilikuwa vimeraruka. Viatu havikuwa kuchaka. Nguo zao sio kuchaka. Yaani ukitembea na Mungu mambo yako yanakuwa tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maduka kule umeacha kule, hakuna maduka. Mavazi mengi umeacha umetembea. Lakini unashangaa ile nguo umevaa moja saa zote iko mpya. Kile ukiamka asubuhi iko mpya. Yes. Sasa umetembea na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unasema, "Ai, jamani kutoka nimeza kazi ya kanisa hii. Hii mchango tumefanya, nimetoa mchanga. Yaani hata sijapata pesa kununua nguo." Lakini kilikutana mtu akwambia, "Lakini nguo ulinunua wapi eh? Mbona inakaa nzuri hivi?" Na wewe unajua ni nguo umeinunua miaka 2 iliyokwisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani sisi tunakuwa mpya ukitembea na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Siku yote tunakuwa mpya, hauchakai, hauzeki kwa sababu uko na huyu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo tukubali kutoka. Na tukitoka tuseke peke yetu. Tutembee na huyu Mungu katika kila hatua tunayopiga. Katika kila step tunayopiga, wacha Yesu akatuongoze. Wacha Mungu akatusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tutembee na yeye kila mahali. Akatuongoze yeye, akatufiche kwenye hatima zetu ili tukale yale matunda ambayo tunayangojea kule mbele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa matunda ni mengi, asali ni nyingi kwa sababu niliona asali watu wakibeba na mitungi. Yaani ilikuwa ni shibe yako tu. Umekuja na drum, jaza drum lako. Yes. Umekuja na mtungi wako mmoja, beba mtungi wako. Ni shibe yako, ni nguvu yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu na hii hatua ama huku kutoka kwetu tunatoka kivipi? Ikiwa tutakuwa kutoka pamoja nasi. Ikiwa tutakuwa katika njia moja. Wewe ukitembea beba na jerikani zako za kutosha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nimeshatarisha drum na tangi kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe sio umetarisha nini? Kwa sababu